Tunaendelea na somo letu la jinsi ya kukata tamaa. Kukata tamaa ni jambo la msingi sana endapo umeona mambo hayaeleweki. Umeona huu mwaka huuelewi. Kwa hiyo umeamua njia nzuri na njia rahisi ni kukata tamaa. Sasa mambo ya kuzingatia. Hakikisha asubuhi unavyoamka uwe na watu 2 au 3 wa kuwalaumu. Anaweza kawa msichana wako wa kazi hapo nyumbani, anaweza kawa bosi wako ofisini, au anaweza kawa majirani, lakini hakikisha tayari una majina yao kichwani. Hao ndio utaanza nao kwa hiyo siku ili uwalaumu. Mlaumu msichana wa kazi hajaosha vyombo vizuri, mlaumu jirani yako anapiga makelele, mlaumu kila mtu, mlaumu. Siku inakuwa imeisha vizuri kwa sababu wamekusaidia. Masaa yameenda mbele na wewe umetimiza lengo lako la kukata tamaa. Na jambo lingine la kuzingatia, ukiona kuna dalili ya mtu anataka kukutia moyo, kwepe huyo mtu na epukana na mazingira yote ambayo unaona yatakutia moyo. Mazingira ambayo yatakufanya usonge mbele, epukana nayo. Kama mahali ambapo utasikia stori za huzuni, sikiliza nyimbo zile za huzuni. Hili limeniumiza sana. Yani hizo ndizo zitakuhamasisha na kukuongezea hamasa zaidi ya kukata tamaa. Najitahidi sana kushikilia msimamo wako wa kukata tamaa. Asitokee mtu yeyote wa kukutoa kwenye mstari. Na mwisho kabisa kwa siku ya leo, ningependa kusema kukata tamaa ndilo jibu ama chaguo sahihi ambalo umelichagua wewe kwa mwaka huu. Kwa hiyo jitahidi usimamie msimamo wako. Kata tamaa, kwa sababu hata na sisi tumekata tamaa kukuhamasisha wewe uinuke. Asante sana. Mimi mwalimu wako Kurusumu Mtoka Mbali.